Watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Migori wametoa wito kwa serikali kuongezea pesa ambazo wanapokea kila mwezi, ambazo ni shilingi 2,000 kila mwezi. Wakizungumza katika hafla iliyoandaliwa na idara ya kutetea haki za jamii kupitia Inua Jamii Program, wamedai kuwa mahitaji yao ya kila mwezi ni mingi na iwapo wataongezwa hizo pesa wataweza kujikimu kimaisha. Tafadhali ongea na yeye aongeze pesa kidogo. Kama sisi walemavu, unapata mtu ni mlemavu, akona watoto wanamtegemea, jamani, 2,000 ni kidogo sana. Tunakuomba uongee na rais, mtu ongeze pesa tafadhali. Pia wazazi wanaoishi na watoto wanaoishi na ulemavu wamelilia changamoto ambazo wanapitia ili kuhakikisha kuwa wanawalinda watoto wao. Wakati mwingine huyu mtoto kila mwezi anaugua na anatumia madawa ambayo yananigharimu zaidi ya shilingi 1,500 kwa kila mwezi. Hapo ndani ninahitaji diapers, nahitaji sabuni daily ni kufua na omo, nahitaji pia chakula. Ni mtoto anakaa akichagua chakula. Wakati mwingine labda ni sawa, hii serikali wanatusaidia na shilingi 2,000, lakini kwa kukimu mahitaji ya huyu mtoto kweli inakuwa ni ngumu. Maana kitambo ni balance hiyo pesa ninunue madawa ndani, hiyo ni kama 15. Alafu ni balance ninunue diaper, unapata sipati chochote upande hata wa sabuni, itabidi ninaendelea na kukopa. So mimi ningeomba tu kama kuna uwezekano tunaweza ongezwa hii pesa at least. Hata kama ni 3,000 jamani, japo bado hata hiyo ni kidogo. Kuishi na mtoto kama huyu ni kazi ukweli, kozi anapupu hapo. Zaidi ya hayo, wametoa wito kwa serikali kuwakamata makadili ambao huwahadaa na kuwapora baada ya kuwaweka katika vikundi. Tunakaa vikundi, baadaye vinaisha. Wanatuambia kwamba tutapata kitu kidogo baadaye, hata Kenya ambayo kitatuinua katika maendeleo. Unaenda unakaa tangia asubuhi mpaka jioni, unapata nikana kwamba kumbe wewe haujatambulika. Kama hamuna vile vikundi vya ambayo mko na mtu ambaye ameenda kwenda mbele amejulikana, sisi sioni kama kuna kile ambacho tutaona kama vikundi. Mpaka inafika wakati ambao wenzetu wanasema kwamba tunachanga pesa ya kujiandikisha, halafu zinaliwa. Maana wanaona yale matunda, baadaye tukikutana kwa vikundi tunatangaziwa hayaonekani. Sasa ni vizuri kama ni vikundi tuambiwe, tuhamasishwe kwamba inafaa kwamba tufanye kitu fulani na tufanye hivi na hivi, ndivyo tutafanya nini, tutafaulu. Kwa upande wake, katibu wa kudumu katika idara ya jamii, Daktari Joseph Mutari, amewahakikishia kuwa serikali ya Rais William Ruto inafanya juu chini kuhakikisha kuwa pesa ambazo wanapata kila mwezi zimeongezwa ili kuboresha maisha yao. Lakini tuacha uchumi, rais asukume uchumi ikuwe nzuri, alafu ataongezea. Si namna hiyo. So sisi kazi yetu ni kuombea rais wetu maisha marefu, kumwombea afya nzuri ili apate nguvu ya kujenga taifa hili na kujenga uchumi wa nchi hii, ili tupate hiyo pesa na tuongezee wazee na wamama na walemavu wa Jamhuri ya Kenya. Pia amesema kuwa serikali ya Rais William Ruto imewalipia watu ambao wako katika miradi ya Inua Jamii bima ya afya ya SHA na kuwataka kuripoti kisa chochote cha hospitali, kuwaitisha pesa za matibabu wanapotaka huduma kama hizo. Yote ambayo anapata Inua Jamii katika Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto rais wetu amewalipia nyinyi kwa SHA. Wewe ni kwenda tu ujiandikishe na utibiwe bure na urudi nyumbani. Yule mtu yote anapata Inua Jamii. So kama kuna hospitali inakataa nyinyi, kama kuna hospitali mnaenda mnarudishwa, hiyo ni makosa na nitahakikisha tumerekebisha hiyo na yule PS mwenzangu wa Hero. Zaidi ya hayo, ametoa wito kwa vijana wakatili kukomesha hulka ya kuwahadaa wakongwe wanaopokea pesa hizo za Inua Jamii, akitoa wito kwa vyombo vya usalama kuweka mikakati ya kuwakamata vijana kama hao. Ninataka kuonya hawa vijana wetu. Nataka kuonya vijana ya Kuria na vijana wa Kenya nzima, waheshimu wazee na wamama wetu. Wawaheshimu. Mimi nimesikia hapa ya kwamba hata Wakuria sisi. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba vijana hao msisumbue.
msisumbue hao wazee. Nikiripotia Ndezi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede.